Listen, kumsifu Mungu ama kumtukuza Mungu imekuwa silaha ya muda mrefu ambayo imekuwa ikileta mabadiliko kwa watu ama kwa kikundi ama kwa mataifa mbali. Just by glorifying him, kwa kumtukuza tu, wengi wamepenya, wengi wamepita katika mapito ya aina mbalimbali, wengi wamepenya, wengi wameinuliwa kwa kumtukuza peke yake. But kwa nini tunajifunza mahali hapa juu ya hiki kitabu cha Mathayo? You see, Mathayo ni miongoni mwa wanafunzi wa Yesu Kristo waliokuwa karibu naye. Aliona, alishuhudia vitu ambavyo vilikuwa vikitokea wakati Yesu Kristo alipokuwa akiminister, akihudumu. Aliona Mathayo, alisikia Mathayo. Si kama mnanielewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. This is the time, huu ni wakati ambao Yesu ana just prepare himself, anajiandaa mwenyewe kwa ajili ya ukombozi wa ulimwengu. Hallelujah. Amen. I don't know. Mimi sijui. Lakini inawezekana utajua wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu katika kipindi hiki ukamilisho wa ukombozi wa mwanadamu haujakamilika bado. Bwana Yesu asifiwe. Kristo Yesu alikuwa bado anajiandaa. Jumapili leo Yesu Kristo alikuwa bado akijiandaa. Lakini I don't know, mimi sijui kitu gani ambacho kilitokea juu ya watu wa Yerusalemu, juu ya watu wa Yuda. Bwana Yesu asifiwe. Because it is in this season, ni katika wakati huu waliprovoke anger, walishtua, walichokoza hasira ya Bwana, walichokoza wivu wa Bwana. Jumapili kama ya leo, msema walichokoza. Hallelujah. Amen. I'm sure Yesu Kristo si mara kwanza yake kuingia Yerusalemu. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana aliingia, inawezekana alikuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini why now? Kwa nini Jumapili ya leo iwe Jumapili ya taharuki pale Yerusalemu? I was just asking myself, kwa nini iwe Jumapili ya taharuki? Iwe Jumapili ya kukata miti, iwe Jumapili ya kuvua kanga, kuvua nguo na kutandika Yesu Kristo apite juu. Bwana Yesu asifiwe. Kuanzia mstari wa kwanza na kuendelea, Biblia inasema wakati huu Yesu Kristo anajiandaa. Hata walipofika karibu, hata walipokaribia Yerusalemu, Biblia inasema alijaribu kuangalia nafikaje Yerusalemu wakati kuna vitu vimefungwa. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nifungue kila kilichofungwa kabla sijafika Yerusalemu. Oh yes. Bwana Yesu asifiwe. And I don't care, sijali nini. Nataka nifungue vilivyofungwa. Kuna punda ambaye alikuwa mahali fulani amefungwa, lakini hakuwa amefungwa peke yake, alikuwa na punda mwingine. Oh yes. Ambaye hajapandwa na mtu bado. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa punda mpya, alikuwa punda mzuri, alikuwa punda mlembo, lakini ametelekezwa. Ametelekezwa. Hana matumizi yoyote, hakuna anayemjali, hakuna anayetamani awe karibu naye. Ametelekezwa mahali. But Jesus akasema, Yesu akasema, no, hichi kilichotelekezwa ndicho ambacho nataka nikitumie. Mimi sijui kama kuna mtu ambaye ametelekezwa katika Jumapili hii ya leo. Umekaa ukiwazia kwamba mbona naona kama maisha yamenitelekeza, mbona naona kama dunia imenitelekeza. Yes, na ulembo ndio nao na oh my God, si kama nazungumza na mtu hapa na hali niliyo nayo. Mbona akili ninayo, mbona degree ninayo, lakini kila ninapojaribu kuapply kazi vitu havifunguki. Tatizo ni nini? Tatizo liko wapi? Tatizo ni kwamba Yesu Kristo hajapita mahali hapo. Siku Yesu akipita mahali hapo ulipo, mahali ambapo una degree, akagundua nayo degree, siku moja atakapopita uwe na uhakika utawekwa huru, utafunguliwa, uwe na uhakika utakuwa na thamani, kwa sababu wakati huo hutatembea tu kikanyaga tope, utakuwa na thamani, utakuwa na kanyaga juu ya kanga, utakuwa na kanyaga juu ya mitende. My God, my Jesus, my Father, my God. That's why my son, ndio maana mwanangu anasema kumbuka tupige picha, kwa sababu kuna wakati utatamani kuwa karibu na mimi, lakini wakati huo nitakuwa mbali sana. Mitende itakuwa imetandikwa tayari, kanga zitakuwa zinatandikwa tayari. Angalia sana usikanyage mahali ambapo punda anapita. Watu watakunyanyua kutupe mbali. Kwa nini? Kwa sababu wametandika kanga, wamekata mitende ili punda apite. Si kama namhubiri punda Jumapili ya leo. Yes. Oh my God, oh my Jesus. Si kama nazungumza na punda asubuhi ya leo. Si kama nazungumza na punda aliyefungwa mahali fulani na wachawi na wawanga na mapepo na mashetani. Roho yako imefungwa hata uelewi maana yake nini. Jasho lako imefungwa hata uelewi maana yake nini. Nimetumwa leo
katika umbu la mitende, katika sikukuu ya mitende. Nimetumwa leo kufungua mtu kula kijijini. Ndio maana sauti yangu ni kubwa, ninaweza kufika kijijini, ninaweza kufika makaburini, ninaweza kufika angani, kufungua yaliyofungwa, kufungua kibali cha mtu, kufungua. Sema Yesu, usipite bila kunifungua, usipite bila kuniweka huru. Haleluya, amen. Usisherekee tu ukakata mitende, wakakwambia ni siku ya mitende. Waambie maana yake nini, waulize maana yake nini. Mimi nataka kujua maana yake. Sitaki kubeba mitende halafu niendelee kubakia kwenye madeni. Sitaki kubeba mitende niendelee kubakia kwenye magonjwa. Sitaki kubeba kuweka kanga niendelee kubakia kwenye shida. Wakikwambia njoo na mitende, waulize maana yake nini. Maana yake asipite bila kunifungua, maana yake asipite bila kuniweka huru, maana yake asipite bila kuweka biashara yangu huru. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inawezekana ulibeba mitende leo. Naelewa tena, naelewa vizuri. Leo nataka saa hizi nataka uelewe vizuri sasa, kwa sababu umekuja ibada hii. Kuna mpunda mmoja anawekwa huru. Sijui hiyo punda ni nani, lakini nachokijua kuna punda kama biashara inawekwa huru. Kuna punda kama ndoa inawekwa huru. Kuna punda kama gauni la harusi inawekwa huru. Jesus. Katika wakati huu ambao wewe ni punda, uhitaji maombi mengi, kwa sababu umeshakata tamaa. Wewe umeachwa tu, wewe umetengwa tu. Ukipata nafuu kidogo ni kulia tu, ukipata nafuu kidogo machozi yanatoka tu. Hata ukipata kitu kikufurahishe, kikupe neema, uneemeke kidogo, ucheke, baada ya dakika chache unalia tu. Kwa nini? Kwa sababu ni punda ambaye ametelekezwa, punda ambaye amewekwa pembeni, ni punda ambaye ameweka katikati hapo. Lakini this time uhitaji maombi sana, uhitaji kulia sana, uhitaji kufunga sana, kwa sababu Jumapili kama ya leo Kristo Yesu anapita, anaenda Yerusalemu. Anaenda wapi? Anaenda wapi? Yerusalemu. Lakini hawezi kupita kwenda Yerusalemu mpaka apite kwako, mpaka apite nyumbani kwako, mpaka apite njia panda pale, njia panda, mpaka apite. Sema Yesu, usipite bila kuniweka huru. Umeelewa vizuri? Unanielewa vizuri? Nazungumza na mtu, naongea na nafsi ya mtu, naongea na biashara ya mtu, naongea na mahusiano ya mtu, naongea na ndoa ya mtu. Jumapili ya leo na kuna malaika wanapanda na kushuka. Kwa mtu anayeelewa somo la leo, kwa mtu anayesikia somo la leo, kuna malaika wanapanda na kushuka, kwa sababu hali yako haitaendelea kuwa ilivyokuwa. Bwana Yesu asifiwe. Ama kushetama laba. Biblia inaniambia walipokaribia pale njia panda, kwa sababu wanafunzi wameambiwa kama nilivyoambiwa leo. Jesus. Wanafunzi wameambiwa kuna njia panda moja, yuko punda. Kama nilivyoambiwa leo kuna njia panda moja, yuko punda. Nimeambiwa leo, nimetumwa leo. Sijamhoji Yesu Kristo nitampata njia panda ipi. Alichoniambia wewe nenda tu pale kwenye ile njia panda. Kuna mtu amepoteza baba yake miaka 26, miaka 16, ametafuta baba yake bila kumwona. Akiwa shule ya msingi, akaenda sekondari, akamaliza, hajawahi muona baba yake. Nimetumwa na Yesu leo ili amuone baba yake. Kuna mtu anatafuta mchumba, kuna mtu anatafuta biashara, kuna mtu. Baada ya ibada leo, pokea ulichopoteza, pokea ulilopoteza, pokea kibali chako, pokea nyota yako, pokea pesa zako. Hallelujah. This is what the Holy Spirit is telling me. Maana yake Yesu, usipite bila kuniweka. Unaniruhusu niende mbele kidogo? Nenda baba. Niende? Go daddy. Niende? Go man of God. Kuna punda amefunguliwa leo. Yes. Nipe tano kama mnajimweka huru. Nipe tano. Nipe tano kama mnajimweka huru. Kama mnajimweka huru.
Unajua umewekwa huru. I prophesy. Jesus. Hallelujah. Amen. Hapa kwenye madhabahu ya fire. Kwenye madhabahu hii ni fire. I was talking to one of my daughter, nikamwambia listen, I know where we are going. Najua kanisa linaenda wapi, ndio maana sikati tamaa wakati mwingine. Hata kama mawe, hata kama matope, sikati najua alikuwa niambia. Ni swala la muda. Tumwambie jirani yako. Mwambie jirani yako. Mwambie jirani yako niangalie kwa makini. Wow. Ukiweza tupige picha leo. Mwambie ukiweza tupige picha leo. Haya daba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hatumhubiri Yesu aliyekufa. Yes. Tunamhubiri Yesu aliye hai. Aliyeko mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi. Kama aliponya anaweza kuponya sasa. Yes. Kama aliokoa anaweza kuokoa sasa. Yes. Kama ulihadisiwa aliponya enzi hizo na sasa anaponya. Yes. Kama ulihadisiwa enzi hizo aliokoa akaokoa viwete vilema na sasa anafanya. Yes. Hallelujah. Amen. Ndio maana sipo nguvu ya Bwana utaiona. Amen. Halo. Yaani utaona ndio kwanza tunaanza. Au unasemaje pastor? Ndio tumeanza dada. Ndio kwanza. Tumetumwa kwa ajili ya kazi moja tu. Oh, yes. Kuweka huru punda. Amen. Kuweka huru punda. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Si kama unanielewa? Kusimamisha viwete. Kuna viwete ambao unajua viwete sio lazima wewe unatembea namna hii. Kuna kiwete mwingine biashara yako inatembea namna hii. Biashara inatembea, inasuasua. Ndoa yako inatembea, inasuasua. Si kama unanielewa? Kazi yako inatembea, inasuasua. Tumetumwa kukuinua. Aya. Adaba. Na unainuliwa leo. Yes. Na unawekwa huru leo. Kwa sababu Kristo hapiti bila kukufungua. Nasema Kristo hapiti bila kufungua biashara yako. Hallelujah. Amen. Punda anaanza kutembea juu ya kanga. And this is the people. Hao ni watu ambao wananishangaza sana. These people nani aliwahubiria? Hao watu nani aliwakusanya? Nani? Aliwakusanya watandike kanga. Biblia inasema mbele kikundi cha watu, nyuma kikundi cha watu. Yes. Hosana. What is that means? Maana yake nini? Bwana Yesu asifiwe. Unapomtukuza Bwana, unapomuinua Bwana, unapompigia kelele Bwana, maana yake ni nini? Kwa nini wakusanyika wampigie kelele Bwana? Kwa nini wamuinue? Kwa nini wamtukuze? Kwa nini hosana? Jesus. Nini maana yake? Wakikwambia njoo na vitendo, wakikwambia piga kelele, waulize maana yake nini? Bwana Yesu asifiwe. Ukamilisha ukombozi ulikuwa hujakamilika bado. Wametandika mitendo, ukamilisha ukombozi ulikuwa hujakamilika bado. Lakini angalia sana walipopiga kelele. Mwambie nako msikilize vizuri pastor. Walipopiga kelele. Bwana Yesu asifiwe. Nini kilitokea? Kilichotokea walienda kutrigger, walienda kushtua, walienda kuvuruga, walienda kuinua hasira ya Bwana kuhusiana na ukombozi wa mwanadamu. Si kama mnanielewa? Walienda kunyanyua hasira ya Bwana. Walienda kuinua wivu wa Bwana. Haleluya. Kwa hiyo siku hii ya leo ni siku ya kunyanyua hasira ya Bwana. Sijui kama mnanielewa, si kama nini, sikilize vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Unapomshangilia Bwana, unapomtukuza Bwana, unapomuinua Bwana, huku kuna mkandamizo unaendelea juu ya maisha yako. Huku kuna kilio kinachoendelea katika maisha yako. Huku kuna kilio kinachoendelea katika lakini wewe unataka wewe unamuinua, wewe unamtukuza. Wewe na hakika unainua hasira yake. Wewe na hakika unainua nguvu yake. Katika kumtukuza kwako wewe, katikati ya hicho kilio, katikati ya hiyo maombolezo, wewe na hakika unainua nguvu zake. Wewe na hakika unainua uwezo wake. Ili uingilie kati kuja kukukomboa. Ili uingilie kati kuja kukuweka huru. Ili uinuke uingilie kati kuja kukupa. Oh my God. Oh Jesus. Ndio maana nikwambia jambo. Hata kama Rusi fangefanyaje? Kitu alichokifanya watu wa Yuda na Yerusalemu, hata kama shetani angefanyaje, asingerudisha nyuma ukombozi wa mwanadamu. Yes. Si kama mnanielewa? Asingerudisha nyuma ukombozi wa mwanadamu hata kidogo. Kwa nini? Kwa sababu watu wa Yerusalemu walituwakilisha. Watu wa Yuda walituwakilisha kuinua hasira ya Bwana,
Unapomtukuza na kumuinua Bwana, nielewe vizuri, unapomtukuza na kumuinua Bwana katikati ya machozi, katikati ya kuonewa, katikati ya utumwa, katikati ya ukandamiza, unainua hasira yake ili ingilie kati kuja kukukomboa, ili ingilie kati kuja kukuinua. Unanipata vizuri? Naulia tena, unapomuinua, unapomtukuza Bwana, that's why, ndio maana mimi kilichonishangaza ni kwamba wale watu wa Yahudi na Yerusalemu, nani wapa hiyo kodi? Nani wapa hiyo siri? Mimi sijui. Mimi najua malaika alikuwa kazini. Oh, yes. Malaika na roho Bwana walikuwa kazini kuwanong'oneza watu ya kwamba huu si wakati wa kuangalia mateso, ya kwamba huu si wakati wa kuangalia wameteswa kwa namna gani, wamekaa katika utumwa kwa namna gani. Walinyanyua mitembe, yes. Makoshe katapapa. Kuna mtu anakitambaa mahali pale alipo. Kuna mtu anakitambaa mahali pale alipo. Kuna mtu anakitambaa mahali pale alipo. Walinyanyua mitembe, wakainua kanga, wakainua chochote kilichostahili, wakamuinua, wakamtukuza, wakamuinua, wakamtukuza, wakisema hosana, hosana. Hatujali hali tunayopitia, hatujali tumetoka vipi, tunayekujua mkombozi ni wewe, tunayekujua kutuinua ni wewe, tunayekujua kutupeleka mbali ni wewe, tunayejua kutupa kazi ni wewe, tunayejua kutupa maume wake ni wewe. Wakamuinua, wakamuinua kwa mitende, wakamuinua kwa vitambaa, wakamuinua kwa kanga, wakamuinua. Listen. Bila kujua walikuwa wanainua hasira ya Bwana, bila kujua walikuwa wanainua nguvu ya Bwana, bila kujua walikuwa wanainua wivu wa Bwana. Walikuwa wanainua wivu wa Bwana ili uende kazini, kukomboa ulimwengu, kuweka huru ulimwengu. Na mpaka sasa imebakia hadithi, tumekombolewa, hatujakombolewa. Tumekombolewa. Haleluya, haleluya, haleluya. Wanapokuambia ni siku ya mitende, waambie ni kwa nini. Kwa nini wainue vitambaa? Kwa nini wapige kelele? Unapopiga kelele nyuani mwa Bwana, adebayane makalaba, unainua hasira ya Bwana. Anamwangalia yule adui yako, anatamani amtafune bila nyama. Anamwangalia yule adui yako, anatamani Bwana Yesu asifiwe. Unaposema Yesu, Yesu, katikati ya hayo unayoyapitia, katikati ya hiyo shida, unafanya Kristo Yesu aingilie kati. Kuna watu hapa anaingilia kati leo. Amen. Maadui zenu watafedheheka leo. Amen. Listen. Sikiliza vizuri, kuna jambo ambalo Bwana ananiambia. Unayo address, unayo anwani. Wazoea kukuona, watakutafuta kwenye ile anwani, hawatakuona tena. Amen. Nasema watakutafuta kwenye ile anwani, hawatakuona tena. Jesus. Wakikuchunguza leo, wakikuangalia kwenye darubini zao, watakuta umeshakuwa Mrs. Watakuta umeshakuwa Mr. Ayada. Wakikuchunguza baada ya miezi miwili, watagundua tayari una mimba, watagundua tayari una ujauzito. Ile adresi yako inabadilika, ile anwani ya mtu inabadilika. Nasema inabadilika. Nasema inabadilika. Nasema anwani ya mtu inabadilika. Sema Bwana, usipite bila kubadilisha anwani yangu. Mambo ya Nyakati wa Pili 20:20. Hapa tuongee maneno, tunaongea neno. Biblia inasema wakaamka asubuhi na mapema. Hebu sema asubuhi na mapema. Asubuhi na mapema. Kwa sababu kikuwa kuna kilio, kuna vitu vinakutisha upate usingizi. Kwani kuna vitu vinakutisha, kuna vitu vinakupa hofu, kuna vitu vinakupa mashaka, upate usingizi. Mwambie shetani usinitishe. Usinitishe. Sema adui usiniogopeshe. Adui usiniogopeshe. Yesu yuko enzini, Yesu yuko enzini, yuko enzini. Fanya namna hii, sema fanya namna hii, yuko enzini, yuko enzini. Yuko enzini kwa ajili yangu. Yuko enzini kwa ajili yangu. Yesu akiwa enzini, mambo sawa. Fanya namna hii. Mambo sawa sawa. Yesu akiwa akiwa enzini, mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa.
Mungu sasa. Wakaamka asubuhi na mapema, wakaenda nje katika jangwa la Tekoa. Na walipokuwa wakitoka, Yehoshafati akasimama akisema, nisikilizeni enyi Yuda nanyi wenyeji wa Yerusalemu, mwaminini Bwana Mungu wenu, ndivyo mtakavyothibitika. Waamini manabii wake, ndivyo mtakavyofanikiwa. Oh my God. Au makofi atoshi kwa ajili ya Bwana. Yakoze kateshe taba. Nini? Nabii alikuwa amemwambia kitu gani? Nabii alikuwa amewaeleza nini? Nataka kujua. Alikuwa ameambiwa ashike mitende. Alikuwa ameambiwa atandike kanga chini. Katikati ya wanaoyapitia watandike kanga chini. Waweke na mitende wachume. Waweke chini. Msana unaofuata. Na alipokwisha kufanya shauri na watu, akaweka wale watakao mwimbia Bwana na kumsifu katika uzuri. Kumbuka somo langu, kumbuka somo, mtukuze Bwana, msifu Bwana kwa ajili ya shuhuda ya haraka. Bwana Yesu asifiwe. Akaweka watu watakao mwimbia, watakao msifu, watakao mtukuza Bwana na kumsifu katika uzuri na utakatifu, wakitoka mbele ya jeshi na kusema, mshukuruni Bwana kwa maana kwa fadhili zake ni za milele. Mstari unaofuata, na walipoanza kuimba na kusifu, Bwana akaweka fanya namna hii, akaweka watu wa viziao. Kuna mtu anawekea watu wa kuvizia maadui zake leo. Huyo mtu ni nani? ambao Bwana anaweka wanaovizia. Bwana ataweka watu wanaokuvizia usiku. Wewe umelala wanakuvizia tu. Bwana ataweka watu wa kuwavizia pia. Sema leo. Kuna watu ambao maisha yao yanabadilika wote. Hatuhubiri neno likufurahishe, linaenda kufanya kazi. Yes. Unataka kujua linaendaje kufanya kazi? 107 Zaburi mstari wa 20, Biblia inasema, Bwana ulituma neno huwaponya na huwatoa katika maangamizo. Ili neno linaenda kufanya kazi. Wewe kama nahubiri ukahisi unaelewa, kama nahubiri unahisi unaelewa, uje unipe 5 tu, wala usikae. Ukiona hili ni la kwako usikae, uje unipe. Usia mikono mitupu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kwani utaki kuniweka hapa mkononi hiyo? Hii ya kwangu kabisa. Yes papa. Kwani unasemaje? Ya kwako baba. Kwani unasemaje? Ya kwako. 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 Kwani unasemaje? Kwani unasemaje? Kwani unasemaje? Umpe nabii ubakie hivyo ulivyo. Umpe nabii ubakie hivyo ulivyo. Uliona wapi? Uliona wapi? Uliona wapi? Uliona wapi? Kuna mtu anavuka leo. Kuna mtu Bwana anatuma wavizi yao. Kuna mtu ambaye Bwana anatuma wavizi yao. Kuna mtu ambaye Bwana anatuma wavizi yao. Bwana anatuma wavizi. Bwana anatuma wanaovizia. Listen. Sikiliza, subiri kwanza nimalizie hapa. Hallelujah. Amen. Wewe ukihisi hili neno lako linaenda moja kwa moja, linaenda kupiga. Tena linaenda kupiga panapouma. Hallelujah. Tena linaenda kupiga panapouma. Nakwambia linaenda. Hatuhubiri tu ili maneno yadondoke chini, yanaenda.
Hutaki kunielewa. Yaani hili neno nalo kwambia ndio kufunguliwa kwako. Hili neno linaenda kupiga panapouma. Hili neno liko linaenda kwenye biashara, yaani ninapoongea na wewe. Liko linaenda kwenye biashara, liko linaenda kila mahali. Kila mahali. Biblia inasema neno langu ni kama upanga ukatao kuwili. Kuna vitu vinakatika leo. Oh yes. Jesus. Niwekee pale. Na walipoanza kuimba na kusifu, Bwana akaweka wavizi yao juu ya Waamoni na Moabu na wa milima ya Seiri waliokuja kushambulia Yuda, na wakapigwa. Msema wakapigwa. Sawa, naofuata msaya. Kwani wana wa Amoni na wa Moabu walishambulia wenyeji wa milima ya Seiri kuwaulia mbali na kuwaharibu. Na walipokwisha kuwakomesha hao wakao Seiri, wakaanza kuuana wao kwa wao. Wawanga wakaanza kuuana wao kwa wao. Wachawi wakaanza kuuana wao kwa wao. Mstari unaofuata. Mimi nasema hata Yuda walipofika mnara wa ulinzi wa jangwani, wakalitazama hilo jeshi, nao angalia, walikuwa maiti. Walikuwa nini? Walioanguka chini, wala hapana aliyeokoka. Ndio maana siku ya mitende Bwana. Unafanya siku ya mitende halafu maadui lazima waangamie. Kwa ni wakati ambao Bwana huwa anainuka na hasira zake zisizokuwa za kawaida. Wiki hii tarajia kuuawa kwa watu. Yes. Wiki anapoenda kwenye maandalizi ya ukombozi. Bwana na hasira hujapata kuona. Ndio maana Jumapili ijayo itakuwa tarehe ngapi? Tarehe 20. Yes. Kwenye Pasaka Roho Bwana ameniambia uje na kitambaa. Kwa sababu tutamuinua. Wewe nunua kitambaa mpya. Ukitaka ununue kitambaa kimoja sawa. Lakini kama una watu unaowapenda 2, 3, 4, 5, 10, nunua vitambaa uje navyo mwenyewe. Vyeupe. Tutafanya namna hii. Tumuinue. Anastahili. Alafu baada ya kumuinua, yes, utaona amushi. Utaona amushi. Haleluya. Ndio maana leo nimeingia mapema. Nimezama mapema. Kwa sababu nilikuwa najua ibada ya leo ni ya namna gani. Mapema. Maadui zangu leo wana kazi. Sijui wa kwako. Mimi sijui wa kwako. Lakini mimi wa kwangu kazi wanayo. Wa kwako vipi? Asante. Naye Yehoshafati na watu wake walipokuja kuchukua nyara, walipokuja kuchukua nyara sawa, wakakuta miongoni mwao mifugo mingi sana, mali, mavazi na vitu vya thamani walivyojinyakulia zaidi kuliko wawezavyo kuchukua. Wakawa siku 3 katika kuteka nyara, maana zilikuwa nyingi sana. Sasa unaofuata mstari wa mwisho wa 27. Hata siku ya 4, okay, nashukuru. Hiyo acha hiyo. Kisha wakarudi kila mtu wa Yuda na Yerusalemu na Yehoshafati mbele yao ili kurudisha kila kurudia Yerusalemu kwa furaha, kwa kuwa Bwana amewafurahisha juu ya adui. Kuna mtu atafurahishwa juu ya adui zake. Niende sasa. Umesikia niliposoma vizuri? Umesikia vizuri? Si ndio? Punga mkono wako namna hii. Haleluya. Punga tena namna hii vizuri. Yesu auone huo mkono. 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 Haleluya. Jesus. Nini kilitokea?
Yehoshafati, najua wa Amoni, wa Moab wamekuja kukuvamia. Yes, Yehoshafati, najua hauna la kufanya kwa sababu unavamiwa sasa, kwa sababu silaha nyingi zinaelekea juu yako sasa. Kwa nini? Kwa sababu mashetani anapovamia mtu hayaji peke yake, yanaweka combine, yanakusanyika yaje kukuvamia sawa, yaje kukutesa sawa. Ndicho kilichofanyika juu ya Yehoshafati na jeshi lako, ya jeshi lake yote. Bwana Yesu asifiwe. Walienda kumvamia wakiwa wengi. Mwambie Ibilisi, hajalishi mko wengi kiasi gani, haijalishi mlipo wengi. Leo ni siku ya mitende. Leo ni siku ya mitende. Mtaanguka tu, mtauawa, mtakufa katika jina la Yesu. Kama ongea hivyo inatokea. Amen. Kama umezungumza hivyo inatokea. Yes. Kama ongea hivyo inatokea. Amen. Katika jina la Yesu Kristo.